Habari ndugu zangu wapendwa, jina langu naitwa Dr. Omari kutoka Urambo Tabora. Leo nimewaletea mti mjarab sana. Mti wenyewe ni huu unaouona hapa. Kwetu sisi una majina mengi sana. Kwetu sisi una majina mengi, katamvula. Ndio tunavyouita katamvula, malundo, mkuso. Kila mmoja anaweza kuita kwa namna anavyotaka. Huu ni mkubwa sana sana sana, na ukiona hivi unaweza kusema labda una miezi 6 au miaka 2-3, lakini unashangaa huu mti unaoona hapa usikute una miaka hata 30-40. Unaoona hapa haka kama mti haka, nadhani hata ndani yake unaiona hapo shina lake hilo. Ni mti mmoja ambao unajiita mkusa ukwenda. Huu mti una majina mengi sana 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 sana. Sasa basi nataka nikupe faida chache sana kupitia huu mti. Kwa watu wale ambao wanasumbuliwa na matatizo ya kifamilia. Kuna wale watu ambao wana matatizo ya uenda wazimu, yani uchizi. Wana matatizo ya familia kugeuzwa ndondocha. Yani ni mtu ambaye hajitambui. Niko polini kwetu Urambo Tabora, na haya ni mazingira yetu ambao nikasema leo niwape faida ya huu mti ambao nimeuona. Huu mti pia una faida nyingi sana kama nilivyosema. Ukitumia mti mdogo kama huu kupasua katikati hapa kwa manuizi maalum, nadhani unapoona hapo katikati, kwa manuizi maalum na vitu vingine ukiwa navyo kwenye mwili, umeoga, una uwezo wa kukata mvua, huo mtaa mvua isinyeshe kabisa. Huu mti una mambo mengi mengi mno, nikisema niaelezee sitomaliza. Basi nataka niwape faida chache kwenye hizo nyingi ambazo nataka kuwapa. Unawezaje kumuondoa mtu uchizi kupitia huu mti? Unauona hapa nyuma yangu. Unawezaje kumuondoa mtu uchizi? Yani mtu kalogwa, uenda wazimu, hajitambui, kumtoa kwenye ule ndondocha aliopigwa. Kuna dawa moja au chakula hiki tunakula kama mboga, inaitwa kunde. Takuja nikuletee siku moja elimu ya kunde kama kunde yenyewe ili kupe faida yake. Kunde kama kunde yenyewe ina faida kubwa sana kwa wale watu wenye kifafa. Nadhani ugonjwa ule wa kifafa unaojua, ule wa kudondoka dondoka ule. Sasa kuna namna mbili, wa kulogwa na ule wa kuzaliwa. Yaani yale waga ni mapepo, waga natiko yatolewe. Sasa nahitaji nikupe faida ya huu mti pamoja na ule mkunde. Sio mkunde poli, kuna kunde za kula kabisa. Sasa ile mizizi yake, chukua matunda ya huu mti yakiwa shakauka. Saizi ni masika, huu ni mwezi wa kwanza, Januari kabisa. Leo ni kama tarehe 4, nipo huku polini. Nataka niwape faida kubwa kupitia huu mti. Unaona waga na matunda yake, watu wengi wanajua sana yale matunda. Chukua yale matunda, nenda tafuta chungu kipya kabisa ambacho hakijatumika. Tafuta mizizi ya kunde ambayo imekela. Manake imekela ni ile ambayo imekaa shambani zaidi ya miaka 2 mpaka 3. Sio umeipanda leo na kuingoa. Kawaida ya mikunde ile waga inakaga shambani muda mwingi. Mimi na eneo langu la shamba huku tuna mikunde ambayo ni mingi, ambayo waga tunaacha kwa ajili ya dawa. Kunde ni dawa moja kubwa sana kuondoa vifafa, wenye uchizi, sijui. Yaani kuondoa mambo mengi, kuondoa miskule, mtu kapigwa mskule kapatikana, anatakiwa arudishwe kwa binadamu. Yote inawezekana kupitia ule mkunde pamoja na huu mti. Japo mkunde una faida yake nyingi na huu una faida yake nyingi. Ili sasa mtu umuondoe kwenye uchizi, ukishachukua haya, tafuta na chungu chako kipya. Chukua mizizi ya kunde kama nilivyosema mwanzo. Chukua mizizi ile kunde, ile mizizi iliyokela, yani tuseme ule mkunde uliokela zaidi ya mwaka 1 mpaka 2-3. Yani ulale, yani mwaka uishe.
chukua ile mizizi yake uweke pembeni. Twanga ile mizizi hii ya huku, ichemshe kwenye kile chungu, sio na maji. Ichemshe manake iweke kwenye chungu ili ikauke, iungue, upatikane ule unga. Manake ukiweka kwenye chungu kama unaipika, ukishaipika pale inakauka, ikishakauka kama inaungua yenyewe, kama yenyewe inakuja kujitengeneza unga. Ukishinda tukutwanga kidogo, basi inajitengeneza, unapata ule usembe. Ukishapata ule usembe, chukua pamoja na uunga wa huu mzizi wa kunde uliokela, changanya kwa pamoja. Pale umepata dozi hii moja. Nenda kwa yule mtu ambaye kapigwa uchizi wa aina yoyote, unataka sasa arudi kwa binadamu wa kawaida. Kachukua nywele zake, chukua kucha zake, nenda tena na zenyewe ukazipike, sijui kuzikaanga, vyovyote mnaweza kusema wewe, au kuzichoma, lakini kuwe kwenye chungu. Usizichome zichanganyikane na majivu au na nini. Kwenye kichungu unaweza kusema mwenyewe, lakini unaviweka kwenye chungu, basi kwenye kile chungu vinakauka, kisa unakuja kutwanga au kuvisaga, ili mradi tu upate nini, ule usembe. Basi unakuwa umemaliza zoezi la kwanza. Anakuwa anatumiaje ile zoezi la kwanza? Zoezi la kwanza anakuwa anatumia, unamchanganyia kwenye uji, kunywa. Yeye mwenyewe unamchanganyia kwenye uji na kunywa. Ila pale pale kunakuwa kuna vizimba, kwa sababu vizimba ni lazima sana kwenye tiba, ambavyo unakuwa unachanganyia, ndio anatumia kufanyaje, kunywa. Kitu cha pili, unachukua ile mizizi sasa ya ule mti ambao unaitwa mkunde, mzizi wa ule mti ambao unaitwa mkunde. Kazi yake kubwa, kinachohitajika, unauchemsha kwa majani au mavitu ya kuokota majani, miti ya kuokota, mikaa ya kuokota. Ya unatengeneza jiko la kuni, una kazi yako ni kuokota vile vitu vya jalalani. Ndo hakikisha ile dawa inachemka sana kwa kupitia vimiti vya kuokota. Unatengea ya mafiga, kama ni vimkaa unaokota, majani unaokota, uchafu wa jalalani ule, ndo unachemshia ile dawa. Hii dozi ya kwanza anakunywa kwa kupitia uji. Hii dozi ya pili, hii inatibu vitu vingi sana, vitu vingi. Jaribu mara moja kwa ndugu yako, utakuja kunikumbuka. Hii inakupa faida ya bure ndugu yangu, ni faida ya bure. Nenda kwenye bati, nyumba ya bati, sio bati, nyumba ya bati, nyumba yenye bati, kamwagie juu. Kinachohitajika pale, akinge mkono kwenye ile michuruzi ya bati inayotoka, yani kama mvua inavyonyeshaga, unadhani unaona kwenye michuruzi inavyotoka. Yani chukua kikombe, mwagia yale mabaki, yani yeye anakuwa upande wa pili, unakuwa upande wa pili, anamwaga hivi yale mabaki yale ya kudondoka, yale maji anakinga hivi, au namkingia, anakunywa. Kama hasipopona, basi huyo hajaandikiwa kupona. Hii ni dawa ambayo ina siri kubwa sana kwa watu wengi ambao waliofanyiwa hii dawa, waliofanyiwa hii tiba, wanajua nini maana ya huu mti, nini maana ya hii dawa. Hakuna dawa inayokosa kizimba, kwa sababu mtu yote aliyetengenezwa uchawi kama huo lazima kuwe kuna kizimba, na vizimba vyake vinapatikana bila shida yoyote. Lakini vitu vikubwa ni jinsi ya kuchimba zile dawa. Kitu kikubwa ni jinsi ya kuchimba zile dawa. Unajua, kwenda kumtibu mchizi aliyologwa, ni tofauti ambayo unaenda kumchimbia mtu dawa ambaye anataka kumtibu tumbo ambalo linasababisha malaria, tumbo la malaria au la UTI. Ni vitu vili tofauti. Hii ni lazima uende kwa manuizi. Vulia viatu ng'ambo. Ukishavulia viatu, piga hodi mara 3. Ukishapiga hodi mara 3,
toa ya moyoni kunuiza kinachokuleta wewe. Unataja jina lako, unataja na ubini wako, natokea ukoo fulani. Mizimu ya kwenye huu mti nadhani ukoo wangu mnaujua. Nimekuja na shida 1 2 3. Nataka ikamtibu ndugu yangu. Hiyo dozi tumia ndani ya wiki hii moja. Na dukani unamtuma yeye mwenyewe. Wewe chizi ambao mko unamuita chizi mtaani, na dukani mmemtuma. Jamani, sina mengi sana. Kunipata kwangu mimi bonyeza alama jumlisha 255 750 950 609. Hiyo ni namba yangu ukiwa nje. Hata ukiwa ndani piga 0750 950 609. Unanipata. Naitwa Dr. Omar kutoka Urambo Tabora. Huku ni Urambo Tabora na ni Kondamoyo. Kijiji nachotokea mimi ni kinaitwa Kondamoyo. Sasa kama naitwa Kondamoyo, tambua kwamba huku ndo kwenye ufalme wa miti. Inshallah, karibuni sana kwa ushauri. Ukihitaji nipigie simu kama una shida ya ushauri. Si lazima upate tiba kutoka kwangu. Ushauri tu, Dr. Omari nimepataka 1 2 3, nipigie simu nitakupa maelekezo bila kipingamizi. Mimi sio mtu wa kutaka pesa sana. Kulaga mtu asiyotaka pesa, lakini si sana. Lakini kwa ushauri nipigie simu. Ila ukitaka tiba, hakuna tiba ya bure. Ila ukitaka ushauri kupitia hii miti niliyoitaja, utaambiwa